Kwa hiyo wanangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Ato 10 wa Korintho 14. Ndugu wapendwa, neno la Mungu halisemi chelewa, halisemi jadiliana, linasema ikimbieni. Kwa sababu ibada ya sanamu si kosa dogo, ni uasi wa moja kwa moja dhidi ya Mungu aliye hai. Biblia inasema, usiwe na miungu mingine ila mimi, Kutoka 20:3. Hii ni amri ya kwanza. Mungu hashindani na sanamu, wala hashirikiani nazo. Popote sanamu inapopewa heshima, uwepo wa Mungu huondoka. Angalia onyo kali katika Kumbukumbu la Torati 27:15. Amelaaniwa mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au ya kusubu. Hapa tunaona wazi, laana si baraka. Sanamu huvuta mikosi, mateso na kifungo cha kiroho. Mtume Paulo anaonya tena, 1 wa Korintho 6:9-10. Waabuduo sanamu hawataurithi ufalme wa Mungu. Hii ni adhabu ya milele, kutengwa na ufalme wa mbinguni. Katika Agano la Kale, Israeli walipoabudu ndama wa dhahabu, Biblia inasema, Kutoka 32:28, watu wapatao 3,000 wakaanguka siku ile. Ibada ya sanamu ilileta mauti, si uzima. Lakini Mungu ni mwingi wa rehema. Anatoa wito leo. Kwanza Yohana 5:21. Wanangu, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Sanamu si tu vinyago. Vinaweza kuwa pesa, mamlaka, umaarufu au chochote kinachochukua nafasi ya Mungu moyoni mwako. Leo chagua uzima. Ikimbie ibada ya sanamu. Rudi kwa Mungu wa kweli, aliye hai, anayesikia, anayekomboa na anayetoa uzima wa milele.